ushiriki wa wafanyabiashara wa Tanzania kwenye maonesho mbalimbali, lakini pia misafara ya kibiashara tunaita trade mission nje ya nchi ina umuhimu mkubwa sana, kwa sababu kwanza wanaenda kujifunza masuala ya teknolojia mbalimbali, namna ambavyo wenzetu wanazalisha, lakini pia ili wakija waweze kuboresha katika uzalishaji hapa ndani ya nchi. Lakini la pili, kutafuta masoko. Tumeona taarifa iliyopita wajasiriamali wa Tanzania zaidi ya 300 wako kule Kenya wakishiriki maonesho ya Afrika Mashariki. Kwa ni fursa pia ya wao kutafuta masoko, lakini wanakutana na wafanyabiashara wa nchi zote 8 za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo wanakutana na wafanyabiashara wengine zaidi ya 1000 labda na 500. Kwa hiyo kule ni sehemu ya kujifunza, kuangalia namna gani wengine wanafanya, lakini pia kuweza kuboresha. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba tunawapa nafasi wafanyabiashara kwenda kujifunza. Lakini pia kuangalia teknolojia, wengine wanafanyaje, wanapata wapi teknolojia, wanakososi wapi teknolojia za kuboresha uzalishaji. Na sisi kama nchi tunategemea tuone wafanyabiashara wetu wakizalisha kwa wingi na kutumia vizuri fursa za masoko ambayo serikali imekuwa ikitufungulia kila wakati. Kwa hiyo fursa za masoko ambazo tunazo, soko la Afrika Mashariki, SADC, lakini pia soko huru la bara la Afrika, lakini pia na masoko mengine duniani ambako sisi pia tunatakiwa kutumia vizuri hizo fursa, na kupitia diplomasia uchumi ambayo imejengwa vizuri na serikali yetu ya awamu ya 6 ni fursa kwetu. Kwa hiyo kushiriki kwa wafanyabiashara kwenda nje ya nchi kuangalia opportunities, fursa, na kunahitajika kuendelea kuandaa vitu kama hivyo. Kwa mfano nikizungumza tu, sisi kwenye kupitia Canton Fair ambayo imehitimishwa juzi tarehe 5 mwezi wa 11, tumepeleka wafanyabiashara zaidi ya 80 China kule kwa ajili ya kujifunza masuala ya teknolojia. Lakini tangu tumeanza kupeleka wafanyabiashara nchi, kwa mfano nchi moja hapo kama China, tumeshapeleka wanawake zaidi ya 400 kwenda kujifunza. Lakini wengi tunapozungumzia leo viwanda vingi ambavyo wanawake wameweza kuanzisha, viwanda vikubwa, viwanda vya kati, vidogo, ni kwa sababu wamekwenda wamejifunza teknolojia ambazo wenzao wanatumia na wamekuja hapa wameweza kureplicate au kuanzisha hapa na kuweza kufanya vizuri. Tathmini yenu ikoje kwa wafanyabiashara hasa wanawake ambao mnakuwa mnawapeleka huko? Je, tathmini yenu ikoje wanaporejea hapa, utendaji wao unakuwaje? Asante sana. Kwanza wanaporejea hapa wanakuwa wamejifunza ujuzi mpya kutoka kwa wenzao, lakini pia ubunifu, namna gani wenzao wanafanya kazi. Kwa hiyo wanapoenda kwenye biashara zao, wanapata nafasi sasa ya kuangalia ni kipi ambacho wamejifunza kule kizuri na kuingiza kwenye biashara. Kwa mfano tunapozungumzia teknolojia, tuna mashirika hapa Tanzania ambayo yanazalisha mashine mbalimbali. Lakini sasa ili ujue kwamba mashine gani naweza ikanisaidia mimi kuzalisha kulingana na soko, lazima ukajifunze huko duniani. Kwa ukirudi unaenda SIDO, unawaambia mimi nahitaji mashine aina hii, nimeiona sehemu fulani, wanakutengenezea design ile ambayo unahitaji, unakwenda unaanza kuzalisha. Kwa hiyo imeleta tija kubwa kwa sababu wajasiriamali wanaenda wanajifunza kwa vitendo, lakini pia wanapata uzoefu kutoka kwa wenzao, na wanapata pia watu ambao wanaweza kuwasaidia na kuwaongoza. Kuna baadhi ya nchi pia tumeingia makubaliano na vyama wenzetu kuhakikisha kwamba wale wafanyabiashara ambao wanafanya vizuri basi wanawamenta au kuwalea wafanyabiashara wetu na wenyewe waweze kufanya vizuri. Lakini pia kutafuta wabia imekuwa ni kipaumbele chetu, kwamba mjasiriamali unapokwenda kwenye haya maonesho nje ya nchi, unapokwenda kwenye hii misafara, hakikisha unatafuta pia watu wa kushirikiana nao. Kwa kumalizia, Ahmed, nataka kuuliza kitu kimoja kwamba bila shaka haya maonyesho ya nje ya mataifa yanatoa fursa hiyo, si ndio? Ushindani wa bidhaa zetu kwenye masoko haya ukoje hasa? Kwa kifupi sana, muda kidogo umekwisha. Asante sana. Tumeweza kwa kweli kwa Tanzania, ukiangalia hata tu kwenye level ya East Africa, Tanzania tunazalisha bidhaa nzuri sana. Hata ukienda kwenye haya maonesho ambayo yanaendelea, ukipiga picha tu mara moja utagundua kwamba Tanzania tunafanya vizuri. Kwa hiyo tunachotakiwa kuongeza bidii kwenye kuongeza uzalishaji, kwa sababu masoko yanahitaji wingi. Kwa hiyo tunatakiwa kuwekeza zaidi kwenye kuzalisha kwa wingi, lakini pia kuboresha brandi zetu, kwa sababu pia ili uwe na soko la kudumu lazima brandi yako iongee. Watu wananunua kupitia brandi zaidi.